Naam, na mambo vipi? Kwa majina naitwa Mr. RJ. Karibu katika hii video, na katika video hii naenda kukuelekeza namna ya kutumia drone au quadcopter kwa mara ya kwanza kabisa. Na ashumu hapo haujawahi kukutana na drone, ndio mara ya kwanza kabisa unakutana na drone. Kama wewe ni mzoefu wa kutumia drone, unaweza kaangalia video nyingine, lakini pia unaweza kufuatilia ili uweze kujipatia kama kuna kitu ulikimiss, kwa sababu ukipata foundation au msingi mzuri utakusaidia kuwa pilot mbobevu ambaye atakuwa na uwezo wa kukabiliana na changamoto yote muda wowote atakapokuwa na operate drone. Kwa hiyo nitakupa foundation hatua kwa hatua na vitu vyote vya kuzingatia ili uweze take off drone yako kwa usalama, lakini pia uweze kuland drone yako kwa usalama. Jambo la kwanza kabisa, ukishanunua drone yako au ukishachukua drone yako sehemu yoyote, ni kuhakikisha una remote yake, lakini pia una hii drone. Kunakuwa na hizi unit mbili, remote pamoja na drone yenyewe. Kwa upande wa remote zipo za aina mbili. Kuna zile smart controller ambazo zinakuja na kioo, lakini pia kuna hizi remote ambazo unatakiwa kuweka simu. Sasa inategemeana na wewe unayo ipi. Kama ina kioo moja kwa moja au smart controller, maana yake hautahitajika kuwa na simu. Lakini pia ukiwa na hii hapa aina nyingine, RCN1, RCN2, RCN3 na kadhalika, hizi zitakubidi uwe na simu. Kwa hiyo utaunganisha simu yako, utaichomeka, na jambo la kwanza kabisa, kama unatumia simu, ni kudownload application inayoitwa DJI Fly app. Hii inazungumzia drone hizi ambazo ni latest au ni drone ambazo zimekuja hivi karibuni, ukiachana na kuanzia Mavic Air. Mavic Air ile ya kwanza ilikuwa inatumia application nyingine iliyokuwa inapatikana Play Store ambayo ilikuwa inaitwa DJI Go. Ila sasa hivi drone nyingi kuanzia Mini 2, Mini 3 Pro, Mini 3, Mini 4 Pro, Mini 5 Pro, Mavic Air 2, Mavic Air 2S zinatumia hiyo inaitwa DJI Fly app, na hii huwa haipatikani Play Store, bali inapatikana ukiingia tu Google ukasearch DJI Fly, utaipata hiyo application katika website maalumu ya DJI. Kwa hiyo hakikisha kama unatumia remote ambayo haina kioo, hakikisha una download DJI Fly kwenye device yako. Kama ni iPhone, kama ni Samsung au simu nyingine yoyote, hakikisha una install, alafu tutaanzia hapo. Kwa hiyo kisha kuwa na DJI Fly, kutakuwa na maelekezo kwenye hiyo app. Nitakuelekeza hapa namna ambavyo utaweza kunavigate mpaka utakapoweza kufanikiwa kutake off drone yako na kuweza kuiland ikiwa salama. Hatua ya pili, ukishakuwa umesha download DJI hatua ya pili, kama tayari umesha download DJI Fly app, hatua ya pili ni ku-unfold drone yako kama unavyoweza kuona. Unatakiwa uwe makini na positioning ya hizi propeller, kwa sababu au tuseme hii mikono hizi arms, kwa sababu kuna zingine zina fold. Kwa kama hii unaona ina fold kwa kwenda chini, sio kwa kutanuka hivi. Kwa hiyo usipokuwa makini unaweza kuvunja. Ina depend na drone. Kwa mfano Mini 4 ni tofauti na Mini 3 Pro. Mini 4 Pro yenyewe miguu ya nyuma ndo ina fold kwa kwenda chini. Kwa kuwa makini na orientation ya his arms au miguu au mikono. Kwa kama hii hapa Mini 3 Pro, miguu yake ya mbele inatanuka kwa kupitia chini, lakini hii ya nyuma inatanuka tu namna hii. Kwa hiyo hakikisha umeunfold hii miguu kwa umakini. Kabla haujazoea usitumie nguvu ili usije ukavunja mikono, kwa sababu kivunja mkono unatakiwa kulipress mkono mwingine. Kwa hiyo ni hatua ya pili baada ya kuwa download DJI Fly app. Hatua ya tatu ni kuwasha drone, lakini kabla haujawasha drone, hakikisha umeondoa mfuniko kwenye drone yako. Hakikisha mfuniko au ile gimbal protector umeitoa. Zimetofautiana kulingana na drone, kama ni Mini 2, kama ni Mini 2S, kama ni Mini 4K, kama ni Mavic Air 3S, kila moja inakuwa na mfuniko wake. Kwa kabla ya kuwasha drone, hakikisha umeondoa hichi kifuniko ili gimbal yako isipate mkwamo wakati wa kufanyaje, wakati wa kuwaka, kwa sababu wakati drone inawaka huwa inafanya calibration kwenye gimbal. Kwa hakikisha umeshatoa hiyo gimbal protector au gimbal cover kabla ya kuwasha. Na kuwasha drone, utadouble click kwenye button ile ya kuwashia. Utadouble click namna hii. Ukisha double click, ile click ya kwanza
Ukiklik mara moja afu ya pili hold kama ambavyo unaona kwenye video. Kwa click mara moja kwa haraka, yani ubonyeze papa, ile ya pili ushikilie, utasikia drone yako imewaka. Lakini pia remote utaiwasha kwa style hiyo hiyo. Utabonyeza mara moja afu ile mara ya pili utashikilia kwa sekunde 5, drone yako itakuwa imeshawaka. Kwa kama kila kitu kipo sawa, kama drone ni mpya utakutana na sehemu ya kufanya setting. Kwa hakikisha unafanya hizo setting, tengeneza account ya DJI. Hiyo account itabind na drone yako. Kwa pasipo hii remote mtu hataweza kuitumia hii drone, labda ichukue spare. Kwa hakikisha una bind hiyo email. Utabind hiyo email au utatengeneza hiyo account ya DJI. Hiyo ni kwa mara ya kwanza, lakini kama tayari ishakuwa connected, unataka tu ujue kuoperate, unaweza ukaendelea na hatua inayofuata. Baada ya kuwa umeshawasha drone na remote yako tayari, ukaweza kutengeneza account na kuweza kulink up drone pamoja na remote, tayari utakuwa na uwezo wa kuona kile ambacho remote yako au drone yako ina kicapture, yani kile kilichopo mbele ya drone. Kama unavyoweza kuona hapo, unaweza kaona ni kamera yangu, utaanza kukiona kwenye nini, kwenye either smart controller yako au utaweza kukiona kwenye simu yako kama ambavyo unaweza kuona hapa. Hatua sasa inayofuata ni kutake off. Kutake off ndo hatua ya kwanza kabisa ya kurusha drone. Kuna njia mbili za kutake off. Unaweza ukatake off drone kutokea mkononi au unaweza ukatake off drone yako kutokea chini. Kwa sasa hapo inategemeana na mazingira uliopo. Kama mazingira yako yapo plain, hayana changamoto yoyote, hayana pale chini ambapo drone unataka kuiweka hakuna vumbi jingi, unaweza kaweka drone chini. Lakini kama hiyo sehemu kuna changamoto, unaweza ka take off kuanzia mkononi. Lakini kama we ni mara ya kwanza kabisa, na kushauri utafute sehemu ambayo ni plain, tafuta hata utandike hata mkeka, weka drone hapo, au tafuta sehemu ambapo labda kuna zege, sehemu ambapo kuna floor, ila isiwe ndani. Tafuta sehemu ambayo ni nje, ambayo drone itaweza kupata GPS ili iweze kuwa stable. Ukishaweka drone yako namna hiyo kama unavyoweza kuiona, hiyo ni sehemu ambayo ni plain, kuna majani lakini ni mafupi, haiwezi kuiaffect. Utakuja sasa kwenye remote yako kama unavyoweza kuiona hapo remote yangu. Hizi joystick utazivuta zote kwenda ndani namna hii. Utaona drone itaanza kuzungusha zile propeller zake. Hiyo ni hatua ya kwanza kabisa. Nitaizima. Ukifanya hivyo utakuwa umeshaizima drone. Narudia, hizi joystick unaweza kuzipeleka kwa ndani zote kwa pamoja. Ukishazipeleka kwa ndani hivyo, utaona drone yako imeshaanza kuzungusha propeller zake. Kwa hapo tayari drone itakuwa tayari kupanda hewani. Kwa hiyo kuzima propeller pia unafanya kitu hicho ambacho ulikifanya mwanzo. Unaweza kupeleka joystick kwa ndani zikachola V, au ukazipeleka kwa nje hivi zikachola kama A fulani hivi. Kwa hiyo kuanzisha propeller unaweza kuanzisha kwa namna hiyo, au ka stop propeller kwa namna hiyo. Kwa sasa hapo nadhani utakuwa umeshaelewa namna ya kuanzisha propeller na kuzima propeller. Sasa ukitaka ku take off drone sasa ipande hewani, utawasha propeller. Ukishawasha propeller namna hiyo, utasukuma joystick ya mkono wa kushoto kwenda juu. Home point updated. Sasa ukishataka kushusha drone, utasukuma joystick ya mkono wa kushoto kwenda chini taratibu mpaka ambapo drone itakaa tena chini. Landing. Hiyo ndio njia ya kwanza ya kutake off drone. Kwa hiyo uta start up motor, alafu utasukuma joystick ya mkono wa kushoto kwenda juu na drone itakuwa imetake off. Nimekuonesha kwa drone ikiwa chini. Hicho kitu pia unaweza kukifanya drone ikiwa mkononi. Ila utaweka position hii hapa.
remote yako utaishika kwa mkono wa kushoto namna hii, alafu drone utaishika kwa mkono wa kulia namna hii. Alafu joystick utazivuta namna hii kama ambavyo nimefanya mwanzo. Kwa utaona propeller zitaanza kuzunguka. Hakikisha umeshikilia drone katika position hii ili propeller zisikudisturb. Alafu kwa mkono wa kushoto utasukuma joystick ya mkono wa kushoto kwenda juu taratibu. Uisukume mpaka drone ambapo itapata nguvu za kupanda juu, alafu utaiachia namna hiyo. Kwa tayari utakuwa umesha take off drone yako, lakini pia kuilendi sasa au kuishusha, utaweka mkono namna hii. Utavuta joystick ya mkono wa kushoto, drone kisha anza kushuka, utaweka mikono namna hii, utaidaka. Hakikisha viganja vyako unaviweka katika position ambayo haitakufanya propeller zako zikakukata vidole, kwa sababu propeller ikishagusa tu vidole zitazima, na ikishazima manake drone itaenda chini kama jiwe na utakuwa umeshaipoteza drone yako. Aidha unaweza kavunja gimbal au unaweza kavunja mikono au sehemu yote ya drone inaweza ikaharibika. Kwa hiyo ni hatua ya muhimu ya kutake off drone kwa drone ikiwa chini au kwa drone ikiwa mkononi. Kuna video ambayo ipo specific ambayo nimeeleza namna ya kutake off drone kutokea mkononi, lakini hapa naeleza kwa ufupi namna ya kutake off. Baada ya kuwa sasa umetake off, maana yake hicho ndo kitu cha msingi. Lakini njia ya pili ya kutake off ni ya kutake off kutokea kwenye app, kwenye application ambayo ipo kwenye simu yako. Unaweza ukaona kuna hii hapa button iliyopo mkono wa kushoto hapa. Utaibonyeza hiyo button, alafu hapa katikati ya drone itakuletea hiyo take off. Kwa utashikilia hii take off drone yako ukiwa either ipo chini au umeishikilia mkononi namna hii, alafu utashikilia hapo katikati mpaka hii green itakapofika mwisho. Kuna changamoto kwenye nilitilt kidogo, kwa utaiweka hapo, alafu utashikilia, utahold hapa, utaona itajianzisha. Hii huwa inaitwa auto take off. Hii auto take off yenyewe ukishamaliza tu kurotate pale katikati, ita take off yenyewe na kwenda kama umbali kama wa mita 1 au 2, itahava au itaganda hapo hapo ikisubiria uipe command. Lakini pia kuna auto landing. Auto landing pia inakuwa automatic kama ilivyo auto take off. Kwa hiyo yenyewe utaenda tena utabonyeza ile button, alafu utaishikilia kama unavyoweza kuona kwenye app, alafu drone itaenda kuland, ita-assess kama mazingira hapo safe kwa ajili ya landing, alafu itashuka. Sasa mimi ya kwangu nitaizuia kushuka kwa sababu hayo mazingira hayapo safe kwa ajili ya kuland. Ukitaka kucancel operation yote kwenye drone utabonyeza hii button ya kucancel ambayo ipo kwenye remote yako. Baada ya kuwa tumeshajua sasa namna ya kutake off drone na kuland drone manually, lakini pia ile auto take off na auto landing, tunakuja sehemu ya pili ya basic operation za drone. Basic operation kwa maana gani? Kwa namna tunavyoweza kuicontrol drone. Basically drone tunaweza kuicontrol katika operation kubwa 8, na kila joystick ya mkono wa kushoto na joystick ya mkono wa kulia, kila moja inakuwa na basic operation 4. Tunaanzia na joystick ya mkono wa kulia. Joystick ya mkono wa kulia inakuwa ina control operation 4. Operation ya kwanza ni drone kwenda mbele. Drone kwenda mbele unasukuma joystick ya mkono wa kulia kwenda mbele. Kama unavyoweza kuona hapo, unasukuma taratibu drone ile joystick ya mkono wa kulia kwenda mbele. Utaona drone yako ina move taratibu kwenda wapi? Kwenda mbele. Ukitaka drone irudi nyuma, sukuma joystick ya mkono wa kulia kwenda nyuma, ivute taratibu, kwa sababu ni kama ambavyo inakuwa kwenye accelerator ya gari. The more unaikanyaga, the more unakuwa umekanyaga mafuta mengi tuseme, na ndivyo hivyo itakavyo accelerate kwa kasi. Kwa hakikisha unafanya gently, vuta taratibu, utaona drone yako inakuja. Hiyo ni operation ya pili ya drone kurudi nyuma. Drone kwenda kushoto, sukuma joystick ya mkono wa kulia kwenda kushoto. Drone kwenda kulia, sukuma joystick ya mkono wa kulia kwenda kulia. Kwa sasa kwa kifupi, joystick ya mkono wa kulia ina control
movement ya kwenda mbele, ya kurudi nyuma, kwenda kushoto na kwenda kulia. Yani kama unavyoweza kuiona joystick ilivyo, ukisukuma kwenda mbele drone itaenda mbele, ukisukuma kurudi nyuma drone itarudi nyuma, ukienda kushoto itaenda kushoto, ukienda kulia itaenda kulia. Hiyo ni joystick ya mkono wa kulia. Tumepata hapo basic operation 4. Tunaenda kwa upande wa mkono wa kushoto, joystick ya mkono wa kushoto. Joystick ya mkono wa kushoto pia inakuwa ina control basic operation 4 ambazo ni kwenda juu, kushuka chini, kurotate clockwise rotation na kurotate anti-clockwise rotation. Kwa sasa kwa drone kushuka chini, utasukuma joystick ya mkono wa kushoto kwenda chini. Kwa utaona drone kama ilikuwa juu, utaona imeshuka. Na nimekwambia hakikisha unasukuma joystick taratibu, kwa sababu ukisukuma kwa kasi maana yake yani ita react kwa speed, kitu ambacho kitakufanya unaweza kujikuta umecrash. Kwa sukuma joystick kwenda chini taratibu, drone itaenda chini. Ukitaka drone iende juu, sukuma joystick ya mkono wa kushoto kwenda juu taratibu, namna hiyo. Ukitaka drone irotate clockwise rotation. Clockwise rotation ni ipi? Yani drone irotate, igeuke kama saa inavyozunguka, yani kama unavyofunga nati hivyo. Clockwise rotation, sukuma joystick ya mkono wa kushoto kwenda kulia, namna hiyo. Ukitaka drone irotate anti-clockwise rotation, kinyume mwendo saa, yani kama unavyofanya unavyokuwa unafungua nati, sukuma joystick ya mkono wa kushoto kwenda kushoto, namna hiyo. Kwa sasa hapo utakuwa umeshapata zile basic function. Kwa naweza nikasukuma nikapeleka drone yangu mbele, nikairotate, nikaipandisha juu, nikaishusha, nikaenda nyuma, nikaenda mbele. Kwa operation zote hizi utazifanya kwa kutumia hizo basic operation 8. Katika somo hili nitaishia tu hizo basic operation 8, ambapo nitakuwa nimekufundisha ku take off, manual take off, na ile auto take off na auto landing, lakini nimekufundisha pia na zile basic operation 8. Sasa hizo zitakusaidia kufanya kila maneuver kwenye drone. Kila maneuver ambayo unayajua wewe kwenye drone utatumia hizi joystick. Unaweza kaona mimi hapo naizungusha, naipandisha, inaenda mbele, inarudi nyuma. Kwa kila kitu ambacho nakifikiria utakifanya kwa kuwa umezijua hizi basic operation za drone. Hii hapa ilikuwa ni sehemu ya kwanza ya mafunzo konki kabisa ya kukusaidia wewe kutoka kuwa mtu ambaye hujui chochote kuhusiana na drone hadi kuja kuwa mtu ambaye unaijua drone vizuri. Unaweza ukapiga shoti kali, unaweza kufanya complex drone maneuver na kadhalika. Ila vitu vya kuzingatia katika siku hii ya kwanza au katika haya mafunzo basic ni kwamba hakikisha umetafuta sehemu ambayo haina obstruction, yani sehemu ambayo haina vichaka. Tafuta sehemu ambayo ni plain. Katika sehemu ambayo ni plain itakuwa rahisi kwako wewe kuweza kureact, kwa sababu vidole vyako havijazoea. Kwa hakikisha hiyo ni sehemu ambayo ni ya wazi kiasi kwamba hata kama ukipaniki hakutakuwa na kitu chochote ambacho kitakuwa kinahatarisha usalama wa drone yako. Lakini hicho ni kitu cha kwanza cha kuzingatia katika siku hii yako ya kwanza. Kitu kingine cha pili, hakikisha zile movement zako za drone unazifanya very smoothly. Yani hakikisha unazifanya, usisukume joystick kwa nguvu. Sukuma joystick kidogo taratibu sana, ili uweze ile mikono yako iweze kuzoea, kwa sababu kisha zoea au ukikutana mtu ambaye ameshakuwa mzoefu kwenye drone, maana anaweza akawa anafanya yani muscle memory ipo chap, kwa anaweza kukutana na kitu tu akaipandisha drone, au anaweza akafanyaje akakikwepa kitu. Lawe kwa sababu haujazoea, hakikisha unafanya taratibu ili kuepuka kucrash na ukaishia tu drone kuifungua alafu ikawa imecrash. Asante sana. Kama una swali weka maoni yako kwenye comment na mimi nitalifanyia kazi. Lakini kitu kingine kabla sijasahau, hapa kwenye remote kuna kuwa na modi 3. Kuna sport, kuna normal, lakini pamoja na nyingine inaitwa scene. Wewe sasa kabla hauja take off drone, hakikisha drone yako ipo kwenye normal, ipo hapo katikati. Kwenye remote yako yoyote hakikisha ipo kwenye normal. Ukisha take off drone, irudishe ije kwenye scene. Kwa sababu gani? Kwenye sport mode drone inakuwa inakimbia sana. Kwa hiyo na zile obstacle avoidance zinakuwa hazifanyi kazi. Kwa hiyo ni rahisi kwako wewe kucrash. Ila ikiwa kwenye normal inakuwa ina behave normal, yani inakuwa katikati. Sio speedy sana lakini pia sio slow sana.
ila kwenye scene hapa maximum speed inakuwa controlled. Kwa hiyo maana yake drone yako itakuwa inaenda taratibu taratibu, kwa hiyo sio rahisi kwako wewe kucrash. Kwa hiyo hakikisha unazingatia hichi kitu ili uweze kutake off drone yako na uweze kulendi salama. Asante sana, tukutane kwenye video nyingine.